Ombea huyu ndugu yetu ambaye daima alipenda kuombewa. Yeye mwenyewe alisema niombeeni. Na kweli pengine sala zetu katika muda mfupi huo kama kiongozi pengine ndizo zilizosababisha akafanya hayo kwa muda mfupi, lakini ni mengi kweli katika macho ya wanadamu. Ukiliangalia daraja hilo, wewe unafikiri hapo hakuna mengi hapo? Reli, nani alishaona reli na inapita juu tena? Leo tunaona tuliowahi kufika Ulaya huko tulikuwa nafikiri hayatafika Tanzania, lakini amefikishwa na huyu jamaa. Umeme waliofika huko ambako unatengenezewa huko wanaweza wakakueleza, lakini pia kwenye picha si tunaona sio maajabu hayo. Lakini kila mahali watu wameguswa, Mbinga, Songea, Kagera, sijui wapi. Kwa hiyo ni kwa sababu ya sala zetu. Lakini pia tunafanya hivyo ili tumkumbuke. Unajua vile vile historia ni mwalimu. Unapokumbuka unajaribu kuiendeleza ile historia ya matukio ambayo yamepita. Tukisahau mara hii, ndugu zangu, Tanzania yetu yafa. Lakini tukikumbuka hawa vijana wetu hawa, vijana kazi ni kwenu. Kuna mwenzetu amefanya, wenye nafasi na fursa ya kutosha kuja kuyafanya kama alivyofanya ni nyie vijana ambao nimewaona hapa mko wengi. Tunahitaji watu ambao wataamua nchi yetu iende namna gani, watu wanaoweza kuwa na maamuzi, watu wanaoweza pia hata kukemea, na hasa kukemea dhambi kama tulivyoelezwa. Bwana wetu Yesu Kristo alikuta mijamaa ambayo ilikuwa ni mibabe, na yeye huyu alikutana na mijamaa ambayo ni mibabe. Inazoa pesa tu kama inavyopenda, inazoa. Jamaa akaamua kuweka stop. Ikakasirika, ikazungumza, ikaandika kwenye mitandao. Na sisi kwa sababu na sisi sijui, na sisi ndo wajinga, ndo basi na sisi tukaiunga mikono, na sisi tukaanza kuandika na kulalamika. Lakini yeye hakuacha kusema hapana, kama Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akiwaambia ile mijamaa aliyoikuta Mifarisayo na Misaduka, ole wenu, ole wenu, ole wenu. Ikakasirika mpaka kumtundika. Hatujui Magufuli hiyo aliyokuwa na ikemea ilikasirika mpaka ikafanya nini, hatujui. Lakini bila shaka na wao leo wanamuombea, pia wanamshukuru pia. Wanamshukuru. Kwa hiyo nyie vijana lazima mkumbuke, lakini vile vile mjifunze. Hiyo kweli ni shule ya uongozi. Ukitaka kuwa kiongozi uweje? Ufanane na kila ambacho Mwenyezi Mungu kama baba wa familia. Ukiitwa baba lazima ufanane na baba kweli. Sio baba lakini jamaa legevu tu, alikifika nyumbani hata haieleweki. Baba ni baba, kiongozi wa nchi ni kiongozi kweli. Akisema anasema. Magufuli yule alikuwa akisema uko chumbani, lakini unaweza ukaanza kutetemeka. Unatetemeka uko chumbani, umelindwa na kuta zote hizo, lakini jamaa amesema huko. Kwa hiyo na nyie mnakuja kuwa viongozi wetu, ni watu ambao mnaweza mkaamua
lakini kwa haki, bila kuonea mtu, kwa haki. Na yeye alifanya haki. Yawezekana hapa na pale akakosea, Mimi nilikuwa mwalimu mahali fulani, nilikosea nikamfukuza kijana, kumbe hata hakukosea. Nilipotambua kwamba hakukosea kwa kweli, na mimi nilitafuta namna fulani. Kuna namna, sio tena uende unasema nilikosea, lakini nilimrudisha kwa namna nyingine. Ni ubinadamu katika mahangaiko, ili taifa ulipeleke, watu waendelee. Kuna mahangaiko mengi na frustration za kutosha. Mwenzetu huyu tulimhangaisha kweli, tulimhangaisha. Na nyie vile vile ambao mnaenda kuwa viongozi, kama mtapenda raha, mtapenda nini, basi mtaogopa kuhangaishwa. Mtaogopa kuhangaishwa. Kwa hiyo tunafanya hivi ili pia tujifunze. Lakini tunafanya hivi pia kuliombea taifa letu. Linahitaji kweli viongozi wazuri, waadilifu, wanaoweka masilahi ya nchi mbele. Tunawaombea na wale waliopo ili waendelee kutuongoza vizuri. Kwa hiyo mkusanyiko kama huu sio wa bure, una maana zake nzuri. Mimi nawatakia kila jema. Mwenyezi Mungu atubariki sisi sote na aendelee kulibariki taifa letu. Kwa uhakika sisi familia ya hayati Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli tunafarijika mno kwa kuona Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza linamkumbuka mpendwa wetu kwa kumpa zawadi hii kubwa kabisa kwa imani yetu ya Kikatoliki ya kumwadhimishia misa takatifu. Hatuna cha kuwalipa zaidi, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na kuwalinda daima. Tusigeuke nyuma na kuyatazama yasiyofaa, tusije kugeuka jiwe la chumvi. Mwasha Baba Askofu Mkuu, mapadri, watawa, waamini wenzangu na wageni waalikwa, nihitimishe kwa kuwaomba msisahau kuliombea taifa letu. Sote tunafahamu kuwa mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Tuombe kwa pamoja ili Mwenyezi Mungu atusimamie tuwe na uchaguzi wa amani na utulivu. Asanteni sana. Raha ya milele umpe Bwana. Dr. John Pombe Joseph Magufuli apate rehema kwa Mwenyezi Mungu, apumzike kwa amani.